mabombe wa muswawe. Nidutinya mabombe wa muswawe. Wa muswawe. Esse. Twicare dutuje twumvikane. Hari abantu bakiri kuyomba, hari abantu bakiri kuzana umuyombo. Buri muntu wese ahari uwambaye ishapo ayivanemo,
duhagarare kubwo kubaha igihugu Karuba oye. Asante sana. Alika chef de cité akuye kusudi apresente wageni kusudi tuanze. Haiko vile? Chef de cité karibu. Jambo. Unafurahi? Ndio. Mlishinde? Nani mwinyereki? Sawa mnakwenda tano. Naona tuko na wageni hapa. Na mlishaonesha kama mnawafurahia. Haiko vile? Ninapenda niwaoneshe sasa wageni wetu. Wapatie neno. Watajitambua, watawapatia message yenyewe waleta. Kisha na nyie mtege masikio mzuri. Haiko vile? Usitoke kunyumba urudie bila kurudiana neno yenye ulisikia yenye wageni wamewaletea. Basi nikiomba basi. Sawa. Tuko na mgeni mkubwa hapa. Mkuu wa territoire ya Masisi. Tunataka kupatia neno. Na waza nyewe wote mnamjua tu. Afande. Watoto wa Karua mjambo? Mjambo? Uko wazima? Ndio. Uko na uzima mzima na afya? Ndio. Tujipige makofi. AFC M23 oye! Mbona msemi sana? AFC M23 oye! Msiposema sana msema kuwa mkumbuki hali ambayo iliwapitia hapa Karua. AFC M23 oye! Vizuri sana. Mimi majina yangu naitwa Ndizeye Mtebuka Emmanuel. Niko administrateur wa territoire ya Masisi. Na niko mtoto wa Masisi, nazaliwa hapa Masisi. Wamingi hapa mnanifahamisha. Wanaonifahamia wafanye hivi. Ambao sio mara ya kwanza kuniona. Kumbe mnanikumbuka. Asante sana. Niko pamoja na wenzangu ambao tunatumika nao kazi moja mwi territoire ya Masisi, na tuko pamoja na viongozi wengine ambao wanatoka kwa ngazi ya province ambao wako hapa. Lakini ningependa kwanza niwaonyeshe wale ambao tunatumika nao mwi territoire yetu ya Masisi. Naomba wasimame wote, viongozi wote wa chef de centre. Tuko pamoja na directeur de cabinet wa territoire ya Masisi, wanamuita Kikandi Filemon. Awasalimie. Karuba oye! Tuko pamoja na chef de centre wa Mushaki. Mushaki ni mbali? Mushaki ni karibu, na wazee kila nyote mnafika Mushaki. Ni karibu na Karuba. Ni ndugu ambao tunasaidiana kwa hali zote, kwa kutengeneza barabara, mifugo, ulimaji. Wanamuita Buregea Samuel. Tuko pamoja na chef de cité adjoint wa Sake, Ngabori Shadi. Sake ni mbali? Na wazee nyenye nyote mnafika Goma. Sema mkielekea njia ya Goma mnapita Sake. Tuko pamoja na chef de localité wa Nzuro, Kamarade. Unamjua? Kamarade wanasema kuwa hawakujui. Ni kweli? Wanamuita Kiruku. M23. Tuko pamoja na chef de centre adjoint wa Bweramana. Tuko pamoja na wanaotumika mu service
ya Sekirite Rubaya. Mbantroe. Huyu ndio si morali. Turi kumwe n'abandi basaza, abarimu, abadirecteri, abaprefet, abantu tubana nabo buri munsi, abakamarade bagenzi bacu tumaranye igihe dukorana mu bintu bikomeye. Reka nsabe bano bakamarade bakwicarira. Hano hari abakamarade tumaranye iminsi. Chef Ndayisaba arihe? Igera hano imbere. Abakamarade bahano zanuza hano hepfo zarivuza umwami za Kiruku, nigere hano imbere. Hao watu napenda mwapigie makofi sana. Unaweza sema sababu gani hawa wanawatia mbele? Ni sababu ya hali ambayo iliwapitia wakati hapa Karuba kulikuwa hakuna mtu. Wao wakavumilia. Tuwapigie makofi mengi. Mbele niseme mengi, nimesimamisha Jumhuri ya mobilisation et recrutement au niveau ya province. Kamarade Juvenal asimame na yeye atuonyeshe delegation ambayo tumekuja nayo kutoka Goma. Asante sana. Karuba jambo. Karuba jambo yenu. Mpandishe mikono nione kama tuko nasikilizana. Asante. Tunashukuru. Mimi kwa majina ni Chimimana Rukundo Juvenal, nikiwa kiongozi ya equipe de mobilisation, sensibilisation et recrutement de province ya Nord Kivu. Tumekuja na wenzangu watasimama wote. Nitawapokea na vigelegele mingi sana. Asante, tunashukuru. AFC M23 oye! M23 oye! Guverneri wetu wa Nord Kivu Mheshimiwa Bahati Musanga Elasto oye! Mnamfahamia? Mzazi wetu wa province. Hamumfahamia? Afande Makenga oye! Mbona mnatamka kwa sauti ndogo? Afande Makenga oye! Koronel Nanga oye! Eritrea Bisimwa oye! Guverneri wetu Bahati Musanga Elasto oye! Tunawashukuru sana watoto wa Karuba kwa kazi nzuri mnazofanya hapa ndani ya Karuba. Kuishi vizuri na wenzenu, kuishi bila ubaguzi ndani ya Karuba, mambo ambayo tulikuwa tuzoei hapa Karuba. Historia ya Karuba ilikuwa na shida. Kuwa na shida sana, ubaguzi, ukabila, lakini kwa leo nawazia watoto wa Karuba ile mambo ya ubaguzi ilishaisha. Ilishaisha? Ndio. Au bado mnabaguana? Hapa niko nasema kwa lugha ya Kiswahili sababu nyewe nyote mnasikia ile lugha, na niko naambia wale watu ambao wako Kinshasa, niko naambia wale ambao wako Beni, Butembo, Walikale, Kisangani, Manyema, Kindu, wapi, Katanga, Kasai, sehemu zote. Nanisikia? Ndio. Hapa tuko na waandishi wa habari ambao wanatuma message zinafika mbali. Kusema kuwa Karuba
ilishabadilika na mateso ya Karuba mpaka leo ni mambo ambayo tunaweza kushukuru chama cha M23. Pale nadanganya? Niko nadanganya? Kama nadanganya mtasema. Nawazia mambo hali ya usalama hapa Karuba. Mabadiliko hapa Karuba jinsi mlikuwa mnaishi. Nyie nyote mko watemwe. Mateso ambayo mlipata sie sote tunajua. Sababu mimi nilikuwa natumikia pale Rubaya, lakini kutoka Rubaya kuelekea Goma tulikuwa tunapita hii njia. Ilikuwa ni shida. Nyuma wakati tulikuwa tulishatoka, barieri hapa zilikuwa mabarieri. Na wakati tulikuwa tuko hapa juu kidogo, nyinyi nyote mlikuwa hamjarudia, mlikuwa mko kwenye makambi. Mimi nilikuwa naishi hapa juu kidogo. Mimi niliishi hapa juu kidogo kwa hizi wakati za vita. Watu wote walikuwa walishakimbia. Hapa kulikuwa Warundi ambao walitesa watoto wa Sake. Hapa kulikuwa Warundi wanaotoka kwenye nchi ya Burundi, nchi ambayo haina amani, nchi maskini, haina kitu ambacho inaweza leta Kongo kusaidia Kongo. Inakuja hapa, inajifanya kuwa itasaidia Kongo kwa faida zao na Tshisekedi wao ambao walikuwa wanawapatia karieri ya Rubaya kusudi wachimbe majiwe, wapate jinsi ya kujenga nchi yao, watoto wa Kongo wateseke hapa. Warundi walikuwa wanaishi hapa. Watu ambao hawajui Karuba, mimi niwaambie Karuba. Hapa ni sehemu wanaita Muremure. Hiyo kilima wanaita Muremure. Muremure ni shida kwa Wakongomani. Muremure ililetea shida watoto wa Karuba. Hata jana hii mlima hii wanaita Kingo. Tuokota masiana hapa. Hapa kulikuwa watoto wanaozaliwa hapa ambao walifuata serikali ya Tshisekedi ya wizi, ya kudanganya, ya kupiga, ya kutesa, ya kuua. Hapa maiti ambazo tulikuta hapa zilikuwa maiti nyingi za watoto hapa. Pale nadanganya? Hapa chini Rushoga, wakati tulikuwa hapa, mimi nilikuwa nasimamia wakadazi ni territory ya Masisi. Nilifanyisha mikutano mingi. Hapa chini Rushoga, adui alikuwa ngari pale chini. Na pale mbele kidogo. Na huku chini alikuwa adui. Na hapa kulikuwa adui hapa Nkingo. Tulikuwa tunapita, wanatupiga marisasi. Watoto hapa wote walikuwa walishakimbia. Huko mzee mmoja ambaye alikuwa anabakia hapa juu ya kuzeeka, alikuwa anashindwa kutembea. Tukafika sehemu alikuwa mzee akasema, nimeshindwa kutoka, nikimbie niende sehemu wengine wamekimbilia, wamenitupa, sina jinsi ya kuishi. Yule mzee alikuwa mgonjwa. Tulimkamata tukamfikisha pale, akatupua, akabakia pale sehemu tulikuwa, alikuwa anapata chakula. Na wazee yule mzee anaweza kuwa ngari hapa. Yule mzee hapo hapa. Angari hapa. Alishakufa. Basi pole sana. Ni kawaida, peni ndia yetu sie sote. Kuko mama mmoja ambaye nilimkuta pale Muremure. Walikuwa wamempiga mkuki hapa mtumbo. Waliompiga mkuki ni watoto hapa wazalendo. Mama yeye wakati tulimkuta pale, tulimubeba na kumtunza. Sababu ya kazi nyingi, ningelikuwa nilishapana message yule mama afike hapa na yeye atoe utumbo wake hapa, dunia yote ione. Yule tate tulimtunzisha, akapona,
akabakia pale, na hizi siku wakati napita pale, mimi nafika pale na msalimia. Nasikia? Maisha ya chama cha M23 ni chama ya kupigania raia, ni chama inayohitaji raia akuwe raia, raia aishi kama mtu, aishi kama binadamu, asiishi kwenye mateso, usumbufu, fimbo, kufungwa. Watu ambao hawajui hapa Karuba, hii Karuba ilikuwa na makato ngapi? Fasi walikuwa wanafungia watu. Kulikuwa mabirozi ngapi hapa? Ni nyingi sana. Tege ilikuwa hapa, Aneri ilikuwa hapa, polisi ilikuwa hapa, auditori ilikuwa hapa, grupema ilikuwa hapa. Zote zilikuwa zinafunga. Unawazia watu wanaishi kusudi wabakie kwenye nyumba za kufungia, wanawafungia ndani. Basi ule ni uzima wa binadamu. M23, mimi naweza sema mengi kuhusu hii Karuba, lakini kimoja ambacho naweza waomba nyinyi nyote msimame tu na miguu yenu, msimame, mpigie makofi chama chetu cha M23. Mpige makofi mengi kwa sababu sisi tunaelewa. Naomba mfanye hivi. Fanya hivi mikono yenu. Na mpigie makofi sana chama. Wakati askari wetu walikuwa hapa juu, wakati askari wetu walikuwa hapa juu kidogo hapo kwa Natosha, hapa chini kutoka, kulikuwa wazalendo. Na kulikuwa Warundi ambao walikuwa hawataki kutoka sababu ya kutaka kuiba. Kulikuwa Warundi, kulikuwa FDL. Mimi nikisema FDL, watu ambao hawajui Karuba wajue kuwa hapa kulikuwa ni eneo kubwa, eneo lilikuwa linadhibitiwa na FDL. Kulikuwa raia wengi wanaozaliwa Rwanda, waliokimbia Rwanda mnamo mwaka 1994, wanakimbilia hapa sababu ya mabaya ambayo walifanya kule kwao wa FDL. Mimi nadanganya? Hapa kulikuwa FDL. Hapa kulikuwa mali. Hata leo tunaweza kupitisha mali za Ruhinda, hatutazikosa. Mali za wale wa Omega hapa Karuba. Mniambie hii Karuba ingekuwa kweli na amani, iko na FDL hapa? Sema watoto wa Karuba wanateseka sana. Mimi napenda niwaulize watoto wangu, M23 mko watoto wangu, sababu niko mzazi wa teritoria ya Masisi. Unanisikia? Mimi siko mzazi wa kabila. Unanisikia? Niko mzazi wa mtoto yeyote wa Masisi. Na mgeni anayetoka mbali kufika ndani ya Masisi tunampokea kama familia nzuri, familia moja. M23, ungali na ukabila? Diwali wetu Mheshimiwa Bahati Msanga Erasto, mzazi wa province, amenituma hapa akaniambia nisisitize sana, niambie watoto wa Karuba wasahau kitu wanaita kabila. Zile kabila zetu ambazo tulitia mbele. Hapa mnapenda tena mkuu wale wa Hutu, mkuu wale wa Tusi, wale wa Hunde. Ukiangalia shida ambazo zilikuwa hapa, hata leo tungali tunasamba. Napokea shida za raia wa Masisi sababu ya makonflikt foncier.
shida za udongo, uongozi mbaya ambao ulikuwa unatesa raia. Raia anaishi bila kuwa na udongo. Unaishi kwenye udongo, kesho wanakutoa wanatia mwingine. Unaishi kwenye udongo, huko na dokimaza hapo ya udongo uliuza na mtu fulani, na mwingine uko na dokima, na mwingine anakuya uko na dokima, na mwingine anakuya uko na dokima. Sisi inatuchanganyikisha. Tunasema kweli kulikuwa uongozi. Hano alikoze mufite milima. Naone sina milima maji haka. Ugasanga abantu n'abavandimwe n'abaturanyi ariko hano uyu murimo wa ruwanje, unakaza uyu murimo wa ruwanje, unakaza uyu murimo wa ruwanje. Hiyo kweli ni serikali? Ni kazi kubwa, ni kazi ngumu, lakini viongozi wetu wa chama chama yetu ambayo tunajua tunatumikia, chama ya ukweli, zile shida zote zitaisha. Zinasumbuana lakini zitafika mwisho. Kila mtu akuwe na udongo wake na ujulikana kuwa ni udongo wake. Na wazia siwezi sema kuhusu mateso mliopata hapa, kusema pole. Pole tulishazipana sana. Tulishaambia pole sana. Sisi tunahitaji tuwe moja. Tunahitaji tuwe moja. Sawa? Mnapenda tuwe mbili? Kama tuko na mzazi mmoja, tuwe watoto wa mzazi mmoja. Na sisi tuwe moja. Mambo ya kabila kitu nitufanyia ni kutubeba wapi? Urembo. Bali kukimatini. Na tena ni ndani ya nchi yetu. Sawa? Tunatoka hapa tunakimbia pale chini. Shida nini? Ukabila. Na kuko waliotoka hapa na kuvuka Mrenga na kuvuka Goma wanafika Rwanda. Wengi sana. Wako Mkanda. Walizaliwa watoto pale, watoto wanafika wakati wa kuolewa, walishakuwa na wajukuu ambao wanazaliwa nje ya nchi. Sababu ya nini? Ukabila. Nikisema Rwanda mnawazia ni Rwanda peke yake, nende Uganda. Kuko wakimbizi wengi waliotoka ndani ya Kongo. Wanakimbia nini? Ukabila. Ukienda Burundi, ile Burundi ambao wanasema kwa inakuja hapa kusaidia Wakongomani. Kuko wakimbizi wengi wa Kongomani ambao walikimbilia wapi? Burundi. Na kutesokea kule. Nenda Kenya, Nigeria. Na wengine walishapanda hizo, walishafika Amerika, wengine France, wengine Belgium, wengine Canada, wengine wapi? Nguvu zetu za nchi zinaishia nje ya nchi. Nguvu za kujenga nchi zinaishia nje ya nchi. Zingine zinaishia Mkandu. Watoto ambao walikuwa pale Mkandu, kurudisha kulea mtoto Mkandu, kukumarisha mtoto Mkandu na unamrudisha ndani mtoto mzima ni shida. Wale watoto wote ambao walikumaria pale Mkandu, mliwaleta wale watoto wazima kweli? Watoto wa kike walizaliwa pale wangali na miaka 13. Nusa. Wa kiume banki na kubomoa milango, kubomoa manyumba za watu, wanakuwa wengi sababu ya nini? Ya makambi. Mimi naweza sema nikisisitiza, nikishukuru sana kuwa hakuna chama kingine ambacho kinaweza onekana kupita M23, ambaye mzunda makambi zote watu wote wanarudia hapa. Hapa kuko njana? Muniambia ukweli, hapa kuko njana? Murasonje? Na kwa muhinga? Turahinze. Na turakoze. Chongongira abantu b'adamu bavugisha. None se mu ngambi hada urahinga? Ara mu ngambi iyo wabonaga kagafukawe. Nakaza kukiba nisho.
bakaza kukiba nijoro. Ese ni akarido ko ari ukugira gutya gusa? Oye. Hari abo twasenye za nandi zigoma baravuga ngo Mventura ngo wapi ngo na abagome ni babi. Ese niko mwabisanze? Mwashaka kukwibwira mu mwana? Unisikia mzazi mzima kama Kiseketu, wewe kwa mzazi unapenda watoto waishi mkaka. Uko mzazi? Uko mzazi? Uko mzazi uko shetani. Oi. Lakini kuko Mungu. Kuko Mungu aliyetumikisha vijana wa hapa Kongo, vijana wa hapa Masisi, vijana wa hapa Rubaya, vijana wa Rukure, Nyiragongo, Manyema, Kasai, na kuko ndugu zake na Kisekedi ambao waliona kuwa Kisekedi alipotea. Tuko nao na tunaleta amani. Mventura oye! Wapigie mikono. Sasa amujui kizuri ya Mventura. Mnajua kuwa na Kisekedi akikuwa tutamkubali. Tutamkubali. Mwamwemera? Mtoto mpotezi. Arabavuze ngo ntabwo bamwemera. Abakwemera Kisekedi bagire gutya. Akaza tukamwakira. Baramuze abonetse baki. Abatamwemera bagire baki. Mventura oye! Basi Mventura oye! Murarakaye se ko muze ko twamwemera? Twamwakira n'umukongomani. Nukuza ariko niba twamubatiza mu byondo, niba ari mu mazi asagutse, ariko twamubatiza Muriro. Mventura Oye. Kisekedi anapaswa akikuya tunaweza mbatiza na yeye anabadilika na kwa moto. Pale mimi kuongea tu, lakini akikuya tunambatiza na maji mazuri. Sio maji machafu. Uchafu wako utabakia pale, yeye atakuwa nzuri. Mventura oye! Ndio maana kama anasema kuwa Kisekedi tunaweza msamehe. Sababu gani? Wale ndugu zetu ambao wanapotelea huku kwenye mapori wako wanakufa na njaa. Tuachie ku. Hana ni mzalendo kuitwa Mahoro. Mahoro ni mumuzi? Bamwitaga Michael Romeo. Michael Romeo yari generali. Mahoro na haya watu wengi hapa walikimbia sababu ya Mahoro. Watu wengi walikimbia sababu ya Mutayomba, General Mutayomba ambaye alikuwa hapa. Vijana ambao wako pale wanamuita nani wakule Ngungu Maachano. Watu wanakimbia hapa sababu ya watoto wa hapa ambao hawakujifunza jeshi, walitoka kwenye manyumba, walitoka Mkalieni pale wanachimba. Anaingia Uchinyaturu hapa, anakamata silaha, anauza ingine, anaitwa generali. Wangali pale wako na hivyo. Mventura oye! Ushakuwa mkiabala wana watu wakataa. Abavukana nabo. Mwambie Mutayomba, Kigingi, Erita, Maachano, Mahoro, Kisekedi wase ya mjiji sana tumika. Alimufunga Mahoro kwa Kinshasa. Na tena na kauli kule. Sije kuvuki vya amaranga. Ukole kutrana ndana nani. Barama magari. Haribu ndio mamaza kutsaba kubona yuko na muntu wakorera. Nani gihugu wakorera na huko bari bari gukorera ndazao. Mventura oye! Waliiba, lakini wako na nini? Hawana kitu, ni maskini. Hivyo waliiba, waliviacha hapa. Na uzuri wetu wa chama, sisi tunajua mali zao, ng'ombe zao ziko hapa, manyumba zao ziko hapa, wazazi wao wako hapa,
wabibi zao wako hapa, watoto wao wako hapa, wote tunawajua, lakini hatuna shida na wale watu. Shida ambayo tuko na shida na Kisekedi. Unasikia? Kisekedi aliyetuharibia watoto. Sisi hatuna shida na wale wazalendo ambao wako kule. Basi wale wako na shida gani? Si ni watoto wetu. Wale ni wajinga tu. Ni watu wa kuleta hapa, unamfundisha na kumrudisha kwenye familia. Ndio ndio. Vitekerezo hivi vyuzi nivyo tuhanganye navyo, na kutoka tujihangana na bara wazalendo. Walishashindwa. Banyakaruba murabona bara wazalendo bazagaruka. Mwebwe namwe mubyivugire mubona bagaruka. Mubona ifandise yakongera gukandagira. Murashaka ko dukora ibiganiro na ifandise? Dukorane nabo ibiganiro bagaruke. Kubera iki? Sisi tunafika mbali. Chama inafika mbali. Security hapa, acha tunyamaze kuhusu security hapa. Hapa Karuba anajua kuwa hakuna risasi ambayo inaweza kutoka kwenye silaha. Security hicho. Mnachunga masasa? Wakati wa Kisekedi mlikuwa mnasikia masasi? Kisekedi ndio ilikuwa nyimbo. Watu ambao wako hapa. Mimi nilikuwa naishi hapa. Adui wako pale chini. Lakini watoto ambao walikuwa wanabakia hapa, walikuwa wanasikia mlio wa risasi tu. Anasema ile ni AK-47. Sini mtoto wakati wa senka anasema ni AK-47. Anasikia risasi tena natoka msikia anasema ile ni PKS. Anasikia? Anasikia kwa mpora anasema arapiki. Bado nadanganya. Watoto walikuwa walishajua masilaha, kujua milipuko ya masilaha sababu ya uongozi mbaya. Lakini hivi watoto ambao wako hapa, ndio maana nimependa na watoto wa masomo wa kule. Sababu wale ndio watoto ambao wale ndio watakao tusaidia kesho. Wazazi wa leo kuko wengi ambao walishachafuka na wao wanaohitaji kubatizwa kama Kisekedi. Kuko ambao tuko nao hapa, lakini akili ngali wapi? Kwa Kisekedi. Wazazi mubadilike. Hakuna kizuri ya kufuata mtu anayeua, anayeiba, anayepigana, anayetesa na hiyo. Hebu tuone. Wacha tutakuwa na Kisekedi sisi. Wala nako byashoboka muri abadi mukujira abadilia. Abana wale mbetutaragera. Mimi niko naambia wale ambao wako kule sehemu hizo tu haijadhibiti. Watu ambao tuko nao najua kuwa hawezi toka hapa na kuelekea sehemu Kisekedi angali. Sehemu ambapo wangali wanakata mtu, wanatia kwenye maula, wanamchoma kama jinsi wanachoma mbuzi na wanakula. Bale ni sehemu ya kuishi. Hapa mimi najua hata ajali, gari gonge mtu, moto igonge mtu, pale mimi administrateur nitajua. Na nikijua guverneri pale anajua ile limiti. Na tena kizibabu. Wakiiba mtu, wakitawala nyumba ya mtu. Chef de centre akimaliza 30 minutes bila kunipatia ile habari. Na tufuate yule mwizi. Tuko na shida naye. Unasikia? Sema uongozi wetu unahitaji habari. Sisi tulinde raia wetu. Wewe Troy. Mnatusaidia kupana habari kwa wakati. Ukipana habari kwa wakati, kama kuko mwizi anakuingilia, pana habari pale, habari tanifikia, tutatafuta wanaohusika na usalama, watapita pale na watakutana na yule mwizi hajafika ile karibu na nyumba yako. Wewe Troy. Wewe dukeneye kubaho, twaraciye bihagije, ubu dukeneye kubaho kandi tukabaho neza.
nkeneye ko abana banjye abuzukuru banjye bahari karuha bagomba kubabona mu ishuri. Muranyumva bajye kwiga. Umubyeyi utajyana umwana ku ishuri uriya kwa Kisekedi. Troye ubebe watoto kwa masomo, watoto wajifunze, watoto wapate akili, watoto wajue historia ya Kongo. Lakini asipojifunza kesho tutamuona na yeye alishakuwa bandia. Essence, natumia essence, natumia banki. Yule ndiye watu wale wamevandika kuelekea Goma kutafuta maparseli mazuri, auze parseli nzuri Goma. Yeye atakimbilia sehemu ya wajinga. Troye, tunahitaji watoto wetu wote wa Masisi wasome. Ni shida sana. Ukiangalia hata hapa karibu masomo za watoto wazalendo ambao walikuwa hapa, kuliko kujenga masomo huku tulikuwa tunajengesha mbao, kuliko kujenga masomo mazuri na zile mbao wanazikia ya watu pipipi za watoto unazikonga buki. Kisha nahitaji mtoto asome. Basi yule anahitaji mtoto asome. Troye. Tunahitaji mabadiliko. Hebu nimshukuru Excellence Guverneri wetu kwa barabara nzuri ambayo anatujengea kutoka Sake kuelekea Nyatondo. Umpigie makofi sana. Tumshukuru tena, hata juzi tulikuwa naye kwenye mkutano, yeye alisema kuwa huu mwezi wa 10 wataanza ujenzi wa barabara na tena gudro mrais. Ukira sawa ni kama gudro kaburimbo. Wajekuwa kaburimbo Ituruki Sake inaelekea wapi? Hapana. Kaburimbo gudro kutoka Sake kwenda Kanyabayonga. Troye. Mtu anayependa nchi mzazi mzima ni kama jinsi mnaona Troye. Troye inatoa watu uwezo wa kujenga barabara. Ule ni upendo wa ndani. Ile ndio kupenda nchi. Pesa ambazo zingesaidia familia jinsi Kisekedi alikuwa anatumika zinajenga mabarabara. Troye. Mimi nawaambia kuwa watu ambao wako nje ya Masisi na wazee wako wananisikia. Kama unahitaji kuja Masisi, acha kuuliza tena. Mimi administrateur napana message, Masisi yote ni amani. Wazee wako wananisikia. Nadanganya watu wa Masisi. Masisi kuko amani. Masisi yote ni amani. Ukipenda kulala mkalitie fulani, tembea utalala, hautapata shida. Nataka niambie watu ambao wako nje ya nchi, wanaoogopa, wanauliza kila siku, Masisi, napenda kwetu Masisi lakini naogopa. Sababu yeye anaangalia maelezo sosio, anaona wakongomani wako wanakufa. Wakongomani wanaokufa sio wa eneo yetu ya Masisi, ni wa eneo ya Kisekedi. Fasi Kisekedi ya hapo, sio Masisi. Mnanisikia? Watu ambao mko nje mnanisikia? Masisi tulishajenga mabarabara toka Goma na gari yako, voitire yako, usiogope kuja na voitire kuelekea Masisi sana. Kuelekea Pati, kuelekea Mwezi, kuelekea Kirumbu, kuelekea Busumba, tembea na voitire yako, barabara iko nzuri. Watu ambao tulikuwa nao kule, wajurnalisti, barabara ilikuwa namna gani? Si nzuri? Pigie makofi chama yetu. Huko watu ambao watakuja kama walishafika sijui bado. Huko wazalendo, unanisikia?
wazalendo. Aina mbili za wazalendo ambazo tuko nazo. Nimewaita huko mwenyewe wanakuja, tuwaonyesha wale watu. Kwa aina mbili za wazalendo. Kuko mzalendo anayejileta kutoka wapi kwenye eneo za adui, anasema nilishachoka na ile hali, nilishachoka na maisha mabaya, mimi nakuja kujiripoti. Mnasikia? Wale wazalendo wako watafika hapo, mtawaona. Yule hana shida, yule si mshaki hata kidogo. Uongozi wa chama haumshaki, ni mtu mzima. Mnanisikia? Lakini kuko mzalendo ambaye hapo ndani ya raia au anatoka kule kwenye eneo za adui, anajipenyeza na kuja kwenye raia wetu. Nia yake ni kuiba, nia yake ni kuua, nia yake ni kubeba watu mpoli. Mnanisikia? Yule naye tuko nayo. Tuko na wazalendo wengi wanakuja. Nasikia wako wanakuja hapa. Zile aina nyingine. Wale ambao wamekuja kwa utashi, wamejiripoti. Nyie napenda mwahukumini. Wako na shida? Wale hawana shida. Sasa yule ambaye tumekamata hapo na shida mengi sana. Hapo na shida. Ndio. Mnasikia? Ndio maana mimi nawapatia message. Wale wazalendo wale mtaona hapa. Aina mbili za wazalendo, sio wawili tu, ni wengi wanaokuja. Kuko aina mbili za wazalendo. Wale wajiripoti na wengine ambao tumekamata. Unanisikia? Wale ambao tumekamata tutawaadhibu. Watapata adhabu, watafungwa. Unanisikia? Hatuwezi kuvumilia kuona mtu anatoka kwenye eneo za adui anakuja kuiba, anakuja kuua, anakuja kubeba raia wetu. Hatuwezi kubali. Hana mabadiliko yoyote. Yeye ni mwizi, ni bandi. Yule ni kwa kupata adhabu. Lakini yule ambaye ameacha vyote, anakuja na saa yake, au yeye anakuja na jiripoti hapa, hana shida. Tunamfikisha sehemu wengine anajifunzia, anajifunza. Anakuja kwa askari wa chama. Control. Na kuko vijana, watoto wazuri. Ile tutaipatia muda. Kuko vijana, watoto wazuri. Wao wanaona jinsi vijana wetu wanavaa vizuri. Kazi ya jeshi ni kazi. Ni kazi kama kazi zingine. Na nchi zingine kwa jeshi wanaangalia uwezo wako, masomo yako. Uko na diploma, unasoma university, unakupokea unaingia kwenye jeshi. Lakini sisi kwa kukomboa nchi yetu tunajua kwa hata kesho, na hii miaka yangu naweza ingia kwenye masomo na kujifunza na tena na maliza napata hata doktora. Nasikia? Inawezekana. Tunahitaji vijana. Muda itafika huko timu leader wa mobilisation na infiltrement atawaambia. M23 AFC Urishimye. Ariko alichotuzapfa twageze ahandi turi mu iterambere. Yewe nzirana n'umuntu ubyuka yicaye ku muhanda akina mangura mnajua Ujisoro makarite sawa. Asubuna mkia kwenye mapombe, muunganda huku na kunywa pombe, na huku na watoto nani, unaweza watoto wataishi na mnagana. Unanisikia wamama? Wamama walevi, wababa walevi, ambao wanasahau kuwa ni wa responsable wa nyumba. Unanisikia? Mchezaji mfanyesi mkuu. Nyene yuko umwana wanje wa Masisi aduka mu kitero saa 11 ya buraraye waje anagomba kujya gushaka amafaranga. Mfike muje gushaka inoti amahoro arahari. Mwamuke kutafuta lale pesa. M23 ukikutana munganda huko na kunywa kanyangaza asubuhi hapana.
hauko mwanaume ambao tunahitaji muhimu sisi, hauko mama mzima wa kulea. Emba twawe ariko handi karubiyo ngezanga nazamuka iriya nzira ijya ku isoko nasanga inzira yabuze kubera abantu bari mu kwicururiza. Iriya biranshimisha, navuga Imana kuraje. Munsi wa Sarongo utobozi bwacu na maboko yacu. Anasema kwa mtajengwa na nani? Sisi wenyewe. Kama hauko mkongomani lala siku ya Sarongo. Sababu Kongo itajengwa na wakongomani. Lakini kama uko mgeni unayotoka nje ya nchi, unaona inastahili na wewe wache uvivu, amuka kama wengine siku ya Sarongo, tusaidiane kusalongo. Bale nasema kuwa yule mwenye umri wa kutumika Salongo sitaki kuona analeta utengaje na bakia kwenye manyumba, wengine wanaenda kutumika kazi ya Salongo. Mnanisikia? Siku ya Salongo nilifika hapa nikakutana wamoja wanafungua milango wanachuruza, wengine wako msalongo. Hapana, hatutakubaliana. Siku ya Salongo ni siku moja. Tufanye Salongo. M23 aba mama Karama. wagize ngo nubyuka mu gitondo kaje kujya gushakira abantu, kaje kujya gushaka amafaranga, uzabura isabune. Oya mata. Murabyumva? Uzabura isabune. Ntabwo mundu mwanda. Unanisikia? Sipendi uchafu. Sipendi uchafu. Amuka mama, fanya kusafi kwenye nyumba yako, fagia, fika pale mtuarete, pitisha mfagio, kama kuko majivu na mwaga, kifika mtuarete unakuta mtuarete na iko safi. Unasikia? Arahana nageze arahirya mu rucika. Niyo ngeze na za Gicanga ndahavuka. Nahageze ariko tugifata rucika. Hepfo mu rwiririza arabazarendo. Baturasaho tureba. Ariko nashimye abakecuru nasanze bambaye neza, basa neza. Ariko zikwambara umwenda umeshe kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, igihe cyose bambaye neza. Niwaambie siri ya wanaume. Wanaume wanapenda mwanamke wa usafi. Ile ndio siri. M23 reka nihamagare babasarendo banjye bahageze. Zile aina mbili za wazalendo mwambie wafike hapa. Nichale mwaza kubana. Chama chetu Kina nguvu sana. Chama chetu Kina nguvu sana. Kipiga Kaluha Kina nguvu sana. Kikapiga na Sake Kina nguvu sana. Kipiga na Goma Kina nguvu sana. Kikapiga Bukavu Kina nguvu sana. Kikapiga Kinshasa Kina nguvu sana. Chama chetu Kina nguvu sana. Chama chetu Kina nguvu sana. Shangilia M23 shangilia. Chama chetu Kina nguvu sana. Chama chetu Kina nguvu sana. Ukipiga na Goma Kina nguvu sana. ukipiga Bukavu Kina nguvu sana. ukipiga Uvira Kina nguvu sana. ukipiga Kinshasa. Kina nguvu sana. Chama chetu Kina nguvu sana. chama chetu Kina nguvu sana. Kongo itajengwa na vijana. Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kongo itajengwa na nani vijana. Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Masisi itajengwa na nani vijana. Sisi itajengwa na sisi
wenyewe. Na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Huko wakati tutulizane kwanza, kusudi mnisikie vizuri, na waomba tutulizane, mnyamaze. Huko wakati sisi tunawaambia maneno, mnawazia kuwa ni bongo. Sisi kwenye uongozi wetu wa chama, kitu ambacho tulifundishwa ni ukweli. Hawa vijana unaona hawa wasoro mnawaelewa? Mnaona wote ni wangapi? Hawa wanne mnaona wote watoto wetu. Hakuna naye toka mbali ya hapa. Watoto wa Masisi ni watoto ambao wamejihusisha na uzalendo na kizalendo. Wanaingia kwenye mapori. Mbele ya kuingia kwenye mapori, walianzia hapo kwenye ndani yetu. Tulikuwa tunaishi nao vizuri, lakini akabadilika, kacha mwenzake ambao walikuwa wanatembea naye kaenda kwenye vikundi vya wazalendo. Na kazi ambayo ilikuwa pale sio kazi nyingine, ni kazi ya kuiba. Kusema nia ambayo ilibeba pale ni kuiba tu. Mturawe. Basi hawa wanajua nchi, wanajua uzuri wa nchi, wanajua leadership. Kilichowabeba kwenye vile vikosi vya wazalendo ni kuiba. Acha mimi napenda niongee nao. Nyinyi nyote ndani yenu mnaona. Leta mikrofoni. Hapa kuko aina mbili ambazo nimewaambia. Kuko ambao wamejiripoti na kuko wa kukamatwa. Wao wafanya nini? Huyu ndio alikamatiwa. Mnasikia? Tumeleta eshantio. Huyu ni wa kukamatiwa. Lakini hao walikuwa wazalendo, wakatoka kwenye vikundi vya wazalendo kule, wakajiripoti. Unanisikia? Beti, unaitwa nani? Kwani ni wapi? Bao ni Rumbaya. Ulikuwa kwa mzalendo nani, kwa kiongozi nani ambaye alikuwa anakuongoza kwa wazalendo? Nasikia alikuwa anaishi kwa Tigo. Alikuwa anaishi kwa Tigo. Mzalendo wanamuita Tigo. Walikukamatia wapi? Kishanga. Walimkamatia Kishanga ndani ya Rumbaya. Anajificha ndani ya raia. Ulikuwa unatembea? Ulikuwa unatembea saa gani? Nasikia kazi yake alikuwa anatoka kwenye nyumba saa za magharibi,
anaanza tembea saa za usiku, sababu mchana hawezi tembea. Mnanisikia? Vijana wetu, raia wetu ambao wako pale karibu wakamuona na wakasema pale kuko mzalendo anajificha, anatoka saa za usiku, mchana anashinda kwenye manyumba, kazi yake ni kutoka usiku anaenda kuiba. Mnanisikia? Naitwa nani? Naitwa Dawidi. Kwenu ni wapi? Kamatare. Unasikia? Kamatare ni wapi? Mbele kidogo ya Ngungu. Sawa? Ulikuwa mzalendo, ulikuwa unaishi kwa nani? Kwa Maachano. Kwa Maachano. Maachano yule tuliongea naye ameiba ngombe zetu, akazibeba kwenye mapori. Mimi nikamuita nikamwambia, Maachano, rudisha zile ngombe. Usipozirudisha na wewe uko na mali hapa, tutazidhibiti zilipe zile ngombe. Unasikia? Ulitoka siku gani? Nilitoka siku ya 6. Siku ya 6. Ndipo ulitoka kwa Maachano. Maachano hivyo kwa wapi? Ipo Lemeka. Lemeka mnapaona? Mbele kidogo ya Gasaki. Mventrawe. Huyu ni kijana mzuri ambaye aliona kuwa shida za pori hakuna maana, wengine wako vizuri, yeye akaamua kutoka kwenye mapori, akasema acha nirudie nifike kule na wenzetu ambao walitoka kule hawana shida. Unanisikia? Koti hauna shida, tunakupokea na tunakufurahia. Endo tuoe. Naitwa nani? Aziza Isa. Aziza Isa, unatoka wapi? Nimeshafanya miaka 4, situmikage tena, nimekuwa FARDC. Huyu alikuwa FARDC. Unasikia? Alikuwa FARDC. Kisha ako ndani ya raia. Na tulishapana message atoke ndani ya raia. Yeye wakati ilifika akatoka anajiripoti. Ulijiripoti walikukamata? Niliripoti mimi peke. Mnasikia? Anajiripoti na kuja. Mnasikia? Mpigie makofi. Beti uko na unaitwa nani? Jina langu Leponse. Leponse, kunyumba ni wapi? Nyumba ni Umule. Umule hapa nyuma yetu kidogo. Ulikuwa wapi? Ulikuwa unaishi wapi? Ulitoka lini? Nilikuwa naishi kwa Osama. Osama. Nipiwa kamate Goma, nilikuwa najificha mnyumba. Mimi naona mimi siwezi viweza, ndio mimi nakuya. Unasikia? Yeye tangu tukamate Goma alikuwa anajificha kwenye nyumba. Hatoki, ako kwenye nyumba. Huyu si yeye peke yake, kuko na wengine ambao wangali kwenye manyumba wanajificha kwenye manyumba. Tukikukamata ungali kule, tunakuona saa mtu ambaye ni mzalendo, ako pale kusudi alete shida raia wetu. Lakini yeye aliona kuwa haiko vizuri abakia kwenye nyumba, sababu ya message ambazo tunapana za mobilization. Yeye akatoka kwenye nyumba akajiripoti. Beti yangu, karibu sana. Ulifanya maamuzi mazuri. Ulifanya maamuzi mazuri nyinyi. Ulifanya maamuzi mazuri. Lakini huyu siwezi kupatia mkono. Nimpatie mkono wa nini? Mniambie nimpatie mkono. Hapana. Mtu ambaye ameshikwa. Kisambu. Yeye anatembea usiku tu. Mventrawe. Hapa napata muda wa kupana message. Nikiambia wale wote ambao wanajificha, bado ambao wanajificha kwenye manyumba, watoke wajiripoti. Sisi hatuko adui, sisi hatuwaoni mbaya, chama ilisha wasamee wote. Chama ilisha wasamee wote. Mwambie waje wajiripoti. Tusaidiane kwa kujenga nchi. Niambie uko kwenye nyumba, unajificha kwenye nyumba, angalia kama uko na watoto ngapi? Ako na watoto 3. Mniambie wale watoto walikuwa wanaishi maisha gani, baba yao hawasaidii? Sili mateso. Baba yao alikuwa anajificha kwenye nyumba, hatoki kwenda kumshughulikia watoto. Ni kusema watoto wangekuja kuwa maibovu. Mventrawe. Message ifike fasi zote.
dunia nzima wajue, wanaokimbia kwenda mbali na eneo yetu ya M23 na wale ambao wangali wanajificha ndani ya M23, eneo tunadhibiti, wote waje tusaidiane kwa kujenga. Sisi hatufungi mtu ambaye amejileta, hapana. Lakini huyu ambaye amekamatwa, huyu anapaswa kupata adhabu. Sawa? Tumsamehe? 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 Sisi tunaheshimia maneno raia wetu wanasema, sababu kujenga nchi sio mimi administrateur peke yangu, tutasaidiana na nyie kujenga. Huyu kama administrateur wa teritoria Masisi, na msamehe ataenda pamoja na hao. Sisi tunahitaji kuishi kwa amani. Sawa? Hebu nimalizie hapa, nirudishe mikrofoni kwa waliotupatia neno na tuendeleshe maneno yetu. M23, hebu nimuite kamarade. Kamarade, haya nipatia neno, aendeleshe maneno yake hapa, kusudi sisi sote tujisikie vizuri. M23, hamwezi piga makofi chama? Unaweza pigia makofi generali wetu Afande Sultani Makenga? Unaweza pigia makofi kiongozi wetu Kordo wa chama, Kordo wa AFC, muungano wa vyama vingi, Koronei Nanga? Unaweza mpigia makofi mheshimiwa Koronei Nanga? Niko hapa nikiwakilisha gavana wetu, diwani wetu wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini, mheshimiwa mzazi wa province Bahati Musange Rasto. Mnaweza mpigia makofi mengi? Asante sana. Karuba oye.